kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Kwa njia ya maombi haya, yuko Yuda, wala kubali kuingia kwenye msalaba. Hata kama atakuchafua mtu, kubali kuchafuka. Hata kama atakusema vibaya, kubali kusema vibaya. Hata kama atakusalau, kubali kusalaulika. Lakini nikwambie mwana wa Mungu, kikombe anachokitengeneza atatangulia yeye, maana yuko mfalme wa amani, yuko Mungu wa haki, yuko Mungu wa pekee. Hata kama kuna mtu anasema sana kwa ajili yako, mwacha seme, 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 mwache, 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 mwache. Yesu anamwambia Yuda, anamwambia fanya uliokusudia, na kuambia waache maadui wafanye waliokusudia. Lakini saa lazima wajinyonge wao, lazima wajinyonge wenyewe, lazima wajinyonge wenyewe. Watafanya waliokusudia, lakini watajinyonga wao wenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna saa lazima kubali, kuna saa lazima kubali. Yesu alikubali, akajua siwezi kujitetea, atanitetea Mungu. Alafu kumbuka, Yesu hakukubali kuingia kwenye tatizo bila kumhusisha Mungu. Alipomhusisha Mungu, ndipo akaanza kuingia kwenye pito. Alipoanza kuingia kwenye pito, Biblia inasema akamwambia fanya uliokusudia. Manake Mungu anaona, malaika wanaona. Yule Elia na Musa ni mashahidi, wanaona unachokifanya Yuda. Fanya ulichokusudia. Biblia inasema baada ya kumbusu, Yuda kafurahi kwa sababu amepewa pesa. Chukua, kaziweka mfukoni. Badala ya kuzitumia, fedha zikaanza kumhukumu kwamba umeshtaki damu isiyokuwa na hatia. Bwana Yesu asifiwe.